Kabla hujaendelea kutazama video hii, jiulize, kama ningekuambia kwamba 90% ya stress, hofu, mashaka, maumivu ya kihisia na maamuzi mabaya unayowahi kufanya hayatokani na maisha, bali yanatokana na mawazo yako, ungeamini? Leo nataka nikufungue macho. Wewe sio akili yako. Na ukilielewa hili, maisha yako yataanza kubadilika leo, si kesho. Kabla hatujaanza, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kila video mpya ikitoka uwe wa kwanza kujifunza kitu kipya kuhusu akili ya mwanadamu na maisha ya kila siku kisaikolojia. Nini maana ya wewe sio akili yako? Wengi wetu tumekuwa tukikua tukiamini kwamba mawazo tunayopata ndiyo sisi. Tunaamini kwamba mawazo yetu kuhusu maisha, kuhusu sisi wenyewe, kuhusu wengine ndiyo uhalisia. Lakini ukweli wa kisaikolojia ni huu: mawazo ni shughuli ya ubongo, sio utambulisho wa mtu. Wewe ni yule anayeshuhudia mawazo. Wewe ni ufahamu unaotambua kinachotokea kichwani. Mfano mzuri: akili ni kama redio. Mawazo ni kama sauti zinazotoka kwenye redio. Wewe ni msikilizaji. Sasa swali ni, kwa nini tunaruhusu redio ituamulia maisha yote? Akili ni chombo, lakini watu wengi wanakifanya boss. Akili imeumbwa kwa kazi fulani za msingi: kutupa kumbukumbu, kusaidia kupanga, kufanya maamuzi, kufanya hesabu, kuelewa mazingira. Lakini akili pia ina tabia moja hatari: inaongea bila kuacha, inaongeza hofu, inabuni matatizo, inarudia maumivu ya zamani. Hivi ndivyo akili inavyoweza kukutawala. Namba moja, akili inakuonyesha hatari ambazo hazipo. Mfano, watu wengi wanaishi kwa hofu ya mambo ambayo hayajawahi kutokea na pengine hayatokuja kutokea. Namba mbili, akili inashikilia makosa ya zamani. Inaweza kukurudisha kwenye aibu, majuto au maumivu ya zamani kila siku. Namba tatu, akili inaunda hadithi za uongo kuhusu wewe. Inakuambia hufai, huwezi, haupo sawa, hutafanikiwa, wewe ni wa mwisho. Hiki ndicho kisaikolojia hutengeneza kitu kinachoitwa inner critic. Wewe ni nani kweli? Na unatenganisha wewe na akili. Ndani yako kuna tabaka mbili. Namba moja, akili, mind. Hii ndio sehemu inayowaza, kuchambua, kuhukumu, kukumbuka na kutengeneza hofu. Namba mbili, ufahamu, awareness. Hii ndio sehemu inayotazama mawazo, inayoona hisia na inayojua kinachoendelea kichwani. Mara nyingi tunachanganya hizi mbili. Tunafikiri mawazo tunayopata ndio uamuzi wetu. Lakini ukweli wa kisaikolojia ni huu: kama unaweza kuona mawazo, basi wewe sio mawazo hayo. Mfano, ukiona mawingu yanapita angani, wewe sio mawingu, wewe ni anga. Mawazo ni mawingu, wewe ni anga. Dalili za akili inayokutawala. Ukiona mojawapo ya haya, akili imekuwa boss badala ya kuwa chombo. Mawazo yanakimbia bila kukoma. Unatengeneza hofu kabla hata jambo halijatokea. Unashindwa kupumzika hata ukiwa peke yako. Mawazo ya zamani yanakuumiza leo. Unaishi kwa kujikosoa kila siku. Kila jambo dogo linakupa stress. Unachoka kiakili bila kufanya kazi yoyote. Hii ndiyo hali inayoitwa overthinking, chanzo kikubwa cha anxiety na msongo. Jinsi akili inavyotengeneza stress kwa kasi. Stress nyingi si kwa sababu mambo ni magumu, bali kwa sababu akili inapenda kutengeneza hadithi mbaya. Inapenda kutengeneza worst case scenario. Inapenda kuongeza hofu ya mambo ambayo haujatathmini vizuri. Inarudia makosa ya zamani tena na tena. Kisaikolojia, ubongo umejengwa kumlinda binadamu dhidi ya hatari za kale. Lakini
Leo hatuna simba wa kutufuata, tuna mawazo ya kutufuata. Siri ya uhuru: kujua kuwa wewe sio akili yako. Hatua ya kwanza ya uhuru wa kiakili ni hii moja rahisi: anza kutazama mawazo yako badala ya kuyafuata. Hii inaitwa mindfulness au conscious awareness. Ukiona vazo linakuambia sitaweza, simama kidogo, jiambie kimoyo, hilo ni vazo, sio ukweli. Hapo ndio hatua ya kwanza ya kujitenganisha na akili. Njia 3 rahisi za kuanza kutawala akili. Namba 1, observe, don't absorb. Tazama, usimeze. Unapopata vazo baya, usiliingize moyoni. Litazame tu kama kitu kinachopita. Mfano, badala ya kusema mimi ni mnyonge, sema nimepata vazo linalosema mimi ni mnyonge. Tofauti ni kubwa sana. Namba 2, rudi sasa. Tumia pumzi kukurudisha kwenye utalivu. Kila mara akili inapokimbia jana au kesho, rudi kwenye pumzi. Pumua kwa kina, then shusa polepole. Hii inalazimisha akili kurudi kwenye sasa. Namba 3, question your thoughts. Yaulize mawazo maswali. Uliza, hii ni hoja au ni hofu? Hii ni ukweli au ni hisia? Nina uthibitisho gani? Utagundua mawazo mengi ni uongo tupu. Mfano halisi maishani mwetu. Mfano namba 1, kazini. Unaambiwa kutuma ripoti. Akili inaanza, labda nitaikosea, bosi atanisema vibaya, labda nitafukuzwa. Ukiamini mawazo haya, unaanza kuwa na stress. Lakini ukijua wewe sio mawazo hayo, unafanya kazi bila hofu. Mfano namba 2, kwenye mahusiano. Kuna sauti ndogo inasema, labda hanipendi, labda ananitendea kitu, labda atanichoka. Lakini hakuna ushahidi, ni mawazo, sio ukweli. Na ukikubali mawazo haya, unaweza kufanya makosa ya maumivu. Mfano namba 3, maisha kwa ujumla. Akili inapenda kukuambia haupo nyuma ya wenzako, haujafika popote. Lakini unapojitambua, unajua wazi index ya mafanikio haipo kichwani, ipo katika hatua unazochukua, sio mawazo yanayopita. Nini kinatokea ukijua wewe sio akili yako? Unaishi kwa utalivu mkubwa, unaacha kujikosoa kupita kiasi, unapunguza stress kwa asilimia kubwa, unaamua mambo kwa busara, unakuwa jasiri zaidi, unakuwa huru kutoka kwenye hofu zisizo za lazima. Unaanza kusikia sauti ya ndani yenye hekima, sio kelele za akili. Huu ni mwanzo wa ukomavu wa kisaikolojia. Nguvu yako ipo nje ya mawazo yako. Akili ni rafiki mzuri, lakini ni bwana mbaya. Ukiacha ikutawale, itakufanyia mtumwa. Lakini ukiijua, ukaichunguza, ukaitazama kwa uelewa, unakuwa huru. Wewe sio mawazo yako. Wewe ni nguvu inayoyashuhudia. Wewe ni mwanga unaoangaza ndani yako. Na umwanga huo hauwezi kupotea isipokuwa ukijikuta unauzuma mwenyewe kwa kuamini kila unachofikiri. Kumbuka, wewe sio mawazo yako. Jiunge na Life Psychology TZ, subscribe, like na share video hii. Comment hapa chini wazo lolote ambalo limekushughulikia na tuunde akili huru pamoja. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.